kati ya ndizi na ganda, ipi ambayo ina uterezi? Ndizi na ganda, kipi ambacho kina uterezi kati ya haya mawili? Ndizi. Ndizi. Oya we. Vipi wana? Fresh. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Ase, kwanza mimi nashukuru sana kwa kuwakuta kwenye mazingira kama na haya. Baba, unatukutaje na vitu kama hivi lakini haoni mazingira ya mimi naelewa na najua kwamba kwenye msimu huu ni msimu ya sikukuu ya wapenda nao, na hichi ambacho tunakiona hapa naamini ndicho ambacho kipo, au sio? Hata kama ndugu yangu ni mimi na yeye hapa tunazungumza vitu vya muhimu, lakini sio mimi na wewe bro. Mambo ya kuja na nikuta hata nyumbani fresh tunaongea, lakini sio hapa. Hii mambo hapa ilikuwa inahitajika, ilikuwa natakiwa muwe jinsi mlivyo. Na hii ni surprise. Naamini kwamba hapa kuingia hapa na mazingira ni bahati. Unajua nimetoka mbali bro. Hata kama ndugu yangu umetoka mbali, sio wenyewe hapa tuna mengi tunajadiliana. Kama mnajadiliana naomba tu kama dakika chache tu ya kuongea. Kuna maswali mengi ambayo nahitaji kuongea na nyinyi. Baba, na kamera unakuja nayo tena baba. Mambo gani hao unaleta tena? Acha maswali ya kupaniki bro. Blaza na kamera. Sawa bro. Hivi unaelewa maswala mtandao. Umeelewa kwamba siku hizi hakuna tena cha siri. Unaniletea na kamera kabisa kweli. Wewe sio mshamba kamera bro, au sio? Hata kama ndugu yangu. Vipi dada? Wengine ni ya kuikaa tunaongea tutafanya. Unaendeleaje? Vizuri. Mmerizia kufanya kipindi? Ila jamaa wako mbishi mwanangu, kwa sababu tu ameshakubali, lakini mambo kama mama mnaangalia tunaongea kwanza alafu ndo mnakuja tunaangalia na mazingira ndugu yangu. Bro, nilikuwa nishaingia kwenye gia ya 3 hivi. Bro, kipaumbele hawa ndio maana nimeona wewe umepanic, acha nianze na huyu hapa. Wapenzi watazamaji, tupo kwenye kipindi chetu cha Valentine Day na siku si nyingi sana hapa, ni mbele kidogo tutafika kwenye tarehe 14 mwezi wa pili, ndio sikukuu ya wapenda nao. Na wenyewe ambao mmewaona hapo kwenye screen yenu ni watu wapo kwenye mazingira yao. Mimi sijajua, ila nahitaji kufahamu na kuelewa kwamba hawa wawili ni wakina nani na wanafanya nini, wana mambo gani. Kwa kuna vitu ambavyo tunaweza tukajifunza kutoka kwao. Kwanza mbele ya yote tungehitaji tuwafahamu kwa majina. Brother, unaitwa nani? Mimi naitwa J Juma. J Juma. Yeah. Dada, unaitwa nani? Alice Abdalla. Alice. I see. Dada, una jina nzuri Asante. Yaani kama ulivyo. Ni kawaida. Kawaida unaona hata Eva afati. Hata Eva afati. Mimi najua chagua. Alice. Kwa nini umeamua kumpenda huyo? Nimeamua tu. Kisa? Kisa ananipenda mwanangu. Maswali gani tena hayo? Kisa ananipenda. Haelewi mazingira. Bro, hao umeroga vipi? Si uchawi wa mvuto ndugu yangu. Usipokuwa na mvuto huwezi kupendwa. Kweli hata hivyo mwenyewe nampenda. Wewe mwenyewe pia unampenda. Kwanza kabisa ningehitaji kujua nyinyi wawili mnapendana kweli na mnaaminiana? Sana. Ndio. Kabisa. Tutaaminije sasa kama mnapendana? Hebu jaribu. Aongeze nyingine. Basi hiyo imesha. Hiyo imesha. Kuna maswali ambayo nahitaji kuwauliza, alafu kwa yule ambaye atakuwa na jibu ya haraka naomba aijibu kati yenu nyinyi wawili. Swali langu la kwanza ni kwamba ilikuwa kuaje hadi mkaamua kukubaliana kuwa kwenye mahusiano? Ndugu yangu, alafu unajua udemu nilimpendaga sana kitambo tu. Mwanamke ambaye ni kama bahati. Yaani yeye ni kama watu walinitelekeza wengine, yeye akakuja kuniokota. Pale ambapo paokoteki. So ndo hicho tu niseme hivyo. Dada, ulipata usumbufu gani kutoka kwake kipindi ambapo mlikuwa hamjakuwa kwenye mahusiano yenu? Hapana. Hawezi kujibu swali.
Kipindi hicho mwanangu, niseme kwa sababu mimi ndo nimemfuata. Alinisumbua sana. Lakini unajua tena mtu akishapenda anakuwa kama vile ameroa na maji. So kipindi hicho nilimfuata, alinisumbua sana, nimehangaika sana. Alafu maex wake wamenisumbua sana. Na hadi mpaka leo tunavyoongea. Yaani niko naye lakini wananisumbua. Lakini unajua mwanamke akishaamua anaamua. Mimi nashukuru kwa sababu umejaribu kumtetea mpenzi wako. Ni vizuri. Lakini nina swali moja, sitaji wewe ujibu, nahitaji yeye ajibu. Dada, nina swali moja tu ya kukuuliza. Hili swali naamini kwamba huyu jamaa atakuwa na majibu yake, ila sitaki uyajibu. Dada, swali langu liko hivi. Kati ya ndizi na ganda, ipi ambayo ina uterezi? Ndizi na ganda, kipi ambacho kina uterezi kati ya haya mawili? Ndizi. Kuna kitu ambacho nakihitaji kama kweli mnapendana na mumeaminiana. Kwanza kabisa, najua muda kwa muda huwa mnaongea kwenye simu, hata live hivi gisi tumewakuta. Lakini nahitaji dada, nisaidie simu yako. Nisaidia kwako kaka. Ngoja kidogo. Kuna nini? Amna, uko kwenye ngoja baba. Natoa password. Natoa password. Unatoa. Sawa, tayari hivyo. Kazi mimi sihitaji password. Shika hii. Wow. Amepatia password ya mpenzi wake. Huyu wa kwanza huyu. Kwa hiyo hapa kitu ambacho mimi nakihitaji, sawa? Ninachokihitaji kutoka kwake, nijue kwamba yeye anakusevu nani kwenye hii simu. Kwa hiyo nahitaji utaje namba zako. Nataka kama tiko sahihi. Ili Baba hapo kwenye hapo nini? Hujamini? Najiamini lakini mpaka na jina tena. Yes, nahitaji kujua. Okay. 0 6 97. Oya we, niseme nguvu. Niseme nguvu. Tayari hapa nimeshajua amesave nani. Sasa ndio hivyo, ni my love. Unaona jiamini. Nisome nguvu. Au unajua gisi anavyo save? Sasa mimi nasoma nguvu, anasave hivi. Sio kweli. Aya mama, wewe ndio sio kweli au? Ndio hapa. Baba. Chukua simu yako. Kwenye hiyo kesi mimi sipo. Kwanza mama, hiyo ni ya kwenu. Naomba simu yako. Nisaidie simu mama. Wewe jamini. Sipo kwenye mahusiano na mnapendana. Na tuko kwenye msimu huu wa Valentine Day. Haya, zamu yake. Tumpe zamu yake. Shika. Sasa baba, huyu mama amepatia password. Cha kwanza. Cha pili, jina imetoka tofauti. Hatujui kwa sababu gani, labda mmepangana ni ya kwenu hiyo. Msave hiyo jina. Hiyo mimi hainihusu. Kwenye jina hapo mimi sitaki ujitetee baba. Mimi sitaki ujitetee. Naomba utoe password. Hiyo ni ya kwenu. Naomba utoe password ya mpenzi wako. Password? Yes. Password yake sijaikariri maana nimeshaga isahau kinamna fulani. Ila kuna subiri kwanza. Hauja? Sijaikariri maana ile ambayo linionyeshaga sijui kama ndo ingali hii. Nahitaji kujua muko miezi mingapi kwenye mahusiano? Sio mwezi au sio miezi. Karibuni sasa hivi miaka miwili. Miaka miwili. Just imagine sasa kwenye miaka miwili mpenzi wako ameshafahamu password yako. Wewe miaka miwili umesahau ama haujui password ya mpenzi wako. Hapa kuna nini? Inafika si ni muda mrefu sijagusa simu yake. Naomba simu. Toa password.
Hapa kuna watu wanachemka leo. Kwenye hii kesi mimi kweli sihusiki. Sawa, ametoa password. Mama la mama tayari ameshatoa password. Tunaenda kuona kinachoendelea kati ya hawa wawili. Kati ya hawa wawili kuna kitu ambacho tunahitaji tukione. Sasa baba, mbona password yako kama inazingua? Aya, kuna kitu ambacho nakihitaji kutoka kwenu. Kuna kitu ambacho nakihitaji hapa. Kaka, naomba unisaidie, unipe namba zako. Yeah. Au tuachane nayo. Hivi message ya mwisho ulituma lini baba? Message ya mwisho kama dakika 30 hapa zinapoisha. Dakika 30 zinapo. Dakika 30 zinapita, mimi namtumia message ya mwisho. Nipe namba zako. Sijakariri. Yaani namba zako hujui? Sijakariri, line ni mpya. Password hujui? Line ni mpya baba. Na line yake nayo pia ni mpya, si ndio? Yeah. 0. Inawezekana. Haya. Okay, 07 7 59 66 42 13. Wewe unanidanganya, namba hazipo. Ndio hizo. Umesema au tuirudie? Hiyo ndio yangu ambayo natumia. 07 umesema 6 59 66 42 13 mwisho. 13 hazipo. Wewe unatumia namba gani kumpigia mpenzi wako? Hiyo. Sasa mbona hazipo kwenye simu? Kwa namba yangu umefuta? Hapa kweli kuna nini? Ina maana kwenye sekunde chache hivi umeshafuta namba? Sasa hii ya mwaka hii. Oya, wapenzi watazamaji, tukutane kwenye kipindi kingine. Kwenye hili hapa mama achukua simu yako. Mimi sipo, kesi yenu sipo na mambo mengine hayapo. Na mimi tutaonana kwenye kipindi kingine. Chao.